sio mali ya vyama vya siasa. Katiba ni ya Watanzania. Sasa wanasiasa kwenye katiba wao wanachoangalia tu namna gani anashinda uchaguzi, haangalii maslahi ya umma wa watu milioni 60, kitu ambacho pia ni ubinafsi. Katiba inabidi iseme wananchi wanapataje huduma, wanapataje usalama, wanapataje amani, wanapataje fursa mbalimbali. Katiba na misingi ya kusimamia ndani ya katiba ya nchi. Mchakato ulianzishwa ukaharibiwa, lakini Daktari Samia Suluhu Hassan kupitia 4R amesema mchakato huu utakamilika kabla hajatoka wapi? Madarakani. Kwa hiyo Watanzania mtatoa maoni, mchakato utaendelea, mtapendekeza, na chama hiki chama chenu kitaenda kuleta majawabu nini kifanyike katika hiyo katiba. Sisi kama chama tunaamini serikali na vyombo vyake wameimarisha ulinzi wa kutosha. Ukiangalia idadi ya watu milioni 60 wanaopiga kelele hawafiki hata 1000, hata 100 hawafiki, naambiwa pale. Kwa hiyo tulizingatie hilo. Lakini lingine, jiulize wewe peke yako chumbani, peke yako, kosa la Dr. Samia ni nini? Jiulize wewe kwamba kosa lake ni nini? Haya makelele yote ya nini? Kwani kuna nini? Jibu lako liwe kuna nini. Pata jibu alafu tuambie kosa la mgombea urais Dr. Samia ni nini? Wewe jiulize moyoni mwako. Kukamilisha ujenzi wa reli, kujenga miundombinu, kutuliza amani na usalama, kuwarejesha wapinzani nje ya nchi, kufuta kesi za kina Lema, Tundu Lissu na wengine. Na kwa uungwana wa Dr. Samia alimfuata Tundu Lissu Ubelgiji. Sisi kama Chama cha Mapinduzi tunavipenda vyama vyote na hatubagui. Na kuthibitisha hilo, ndio maana unakuta kuna majirani wanakuja ndani ya Chama cha Mapinduzi na tunawapokea na tunawapa platform ya kusema na tunakijenga kama hiki. Hata nyinyi mkitaka kujiunga leo, njooni, mwenezi na wapokea hata ndani ya mkutano huu, ili tujenge nchi na chama chetu. Hatubagui mtu. Huwezi kuona kiongozi wa CCM anatukana watu hadharani, anahamasisha vurugu hadharani, anasema watu waandamane. Hapana. Na ukiona kuna kiongozi wa namna hiyo anaongea bila mipaka na ni kiongozi wa Chama cha Mapinduzi, jua huyo mtu alikuwa na maslahi binafsi yamekwama. Hakuna mwana CCM mwenye akili timamu ambaye anaweza kukosa heshima ndani ya nchi na ndani ya chama.